They could not see what the president was doing for 2 years. Mjenzi wa nyumba anachimba msingi kwanza akiteremka chini. Ukiwa mbali huwezi ona chochote. Na ukipita pale unaweza mdharau. Sema nasikia kuna mtu anajenga hapa but I can't see anything. But the moment the foundation is complete and the builder starts going upwards, kama ulikuwa adui ya huyo mtu unaibika. Hapo ndio tumefikishana. So niliona mwanasiasa mmoja zamani alikuwa mtu mkubwa. Sasa anasema serikali imetoa wapi pesa ya penance? Nikashangaa nikasema aibu imeanza mapema. Bado. We are just testing. Hii ni mic testing. Tumegurumisha tu gari na kupiga race. Safari haijaanza. By the end of this year, by the grace of God, tutakuwa tumesonga mbele. So those value chains, support infrastructure. Thirdly, creating jobs. Through many programs we are doing for creating jobs. This morning I had an interministerial, interdepartmental consolidation of the job creation initiatives. Creating jobs in Kenya for our young people, creating jobs, digital jobs through the ICT hubs, but also creating jobs opportunities abroad through the labor mobility program. So that is the fourth pillar. The fifth pillar is the housing program. The housing program has very, very important economic transformative benefits for the people of Kenya. It's also a way of creating short-term jobs for the 2, 3, 4 years that those constructions will be going on. Instead of our young people staying in marketplaces, waiting to be given 100 shillings by a politician to heckle their arrival, they spend time in the construction site and in the evening they go home with 500 shillings for their family. And many people wanadharau, wanasema hii kazi gani ya mtu ya kibarua unaenda nyumbani na 500 shillings. Millions of the people of Kenya forget about 500. Getting 100 shillings at the end of the day is a miracle. So usidharau kwa sababu uko na pesa, uone wale vijana wamepata kazi katika hizi housing construction project, uone kama ni mambo ya mzaha. Kuna watu vijana wamepata ajira pale, wanaenda nyumbani na 1,000 kila jioni for 1 year, for 2 years. Let them get occupied in those short-term jobs. By the time those projects are complete, we will have invented new programs, either short-term or long-term job opportunities. That is number 5. That is job creation. Number 6, health. Nimebakisha tu 2, alafu nimalize. Health, Rais amekaza sana mambo ya Taifa Care. Bima ya afya. Hata unauliza what is this about medical insurance? Watu wengi katika taifa la Kenya ikiwemo Isiolo, na kama sio kweli mniambie, msiogope. Familia nyingi wamekuwa fukara. Wameuza mali zao, magari, shamba kugharamia matibabu ya wapendwa wao wakati wamekuwa wagonjwa. Ni kweli ama si kweli? Viongozi wengi wakiwemo viongozi wameketi hapa, professionals na wanasiasa ambao wako na bahati, wako na mshahara, pesa yao mingi imetumiwa kugharamia harambee za matibabu ya wapendwa wao ama majirani wao. Kweli urongo? Si ni kweli? Ni kwa sababu kabla ya 2022 katika Kenya yetu ni watu milioni 9 peke yao walikuwa na bima ya afya ya NHIF. Only 9 million adults and children, including the school children under EduAfya. Only 9 million children had medical insurance. We have said, and it was part of our manifesto, that we'll make sure that every citizen of Kenya has a medical insurance.
NHIF haungepata hiyo medical insurance mpaka uwe na kazi na uko na payslip ile utakatwa, si ni kweli? Ama uko na uwezo, uonyeshe uwezo wa kulipa. That's why there were only 9 million Kenyans registered. Sasa tumeanza hii Taifa Care, hii bima ya wote ya afya, mwezi 3 imepita. As we speak, 18.5 million Kenyans have medical insurance.